Mungu hawezi kubariki hatua ambayo bado hata hujaipiga. Unaweza ukawa unapoteza muda wako kila saa unasubiri, Mungu nataka nione ishara. Mungu nataka nione 1 2 3 imetokea kwenye maisha yangu. Kipindi unasubiri Mungu aanze kukusaidia kufanya matokeo fulani afanye kwenye maisha yako, ndio wakati ambao Mungu anakusubiria wewe uanze kuchukua hatua kuelekea huko unakotaka. Huwezi kumwambia Mungu nifikishe salama wakati umelala chumbani kwako. Mungu anakufikishaje salama wakati umelala? Lazima uamke huko ulipolala, anza kuelekea huko unakotaka kwenda, alafu Mungu kipindi unaenda ndo atakupa opportunity. Kwa mfano, wanasema Mungu nakupa opportunity. Mimi nataka niwe naweza kufanya tourism, nipate watu niwapeleke sehemu tofauti kwa sababu mimi mwenyewe napenda kutembea, napenda kuvlog, napenda everything. Nataka Mungu nisaidie nianze kupata watu wa kuwapeleka kutoa sehemu moja kupeleka sehemu nyingine na nini. Unataka opportunity kama hiyo, alafu umekaa ndani. Lazima kwanza utoke, uanze kujiuliza ni procedure ipi inachukuliwa kwanza kufanya masuala ya tourism. Nahitaji kuwa na nini? Nahitaji kuwa na kitu gani? Okay, nikisha kuwa navyo, naanzia wapi? Watu wengine wanapataje wateja? Procedure ni ipi ya kuwatoa na kupeleka? Okay, what is mimi nazaje nikairahisisha kwa namna yangu? So lazima ufanye watu wanachokifanya. Ufanye kwa namna yako unavyoweza. Kwa mfano, mimi nataka kupeleka watu Ngorongoro, mbuga za wanyama na nini. Mimi napenda kufanya vlogging, lakini napenda kupeleka watu pia. Sasa sitaki kufanya tu bure. Natakiwa nipetoke na watu ili nipate hela pia. Mimi pia niendelee kuishi kusurvive, lakini vile vile nifanye vlogging zangu. So usio lazima kufanya kama watu wengine wa kampuni wanayofanya. Unaweza kufanya kwa namna yako. So wewe unapenda iweje? Ungependa ifikeje? Ungependa wapeleke wapi? Upeleke wapi? Hamna formula ya kufanya ya baba, lakini lazima unyanyuke ufanye. Afu ukishapanga plan na kila kitu, kaanza kufanya kuchukua hatua na unaanza kupata watu. Mungu anataka kufungulia opportunity. Wateja watakuja wengi. Shanga kampuni fulani inataka kufanya tour Desemba hii, sijui ni mwezi wa 6 inataka kwenda wapi. Unaanza kufuata booking, unajikuta mwaka mzima uko booked. Kwa sababu gani? Ulichukua hatua ya kuanza, Mungu akakufungulia opportunity. Uweze kusema mimi nataka kuanza kupeleka watu mbugani. Uko ndani umekaa tu hivi unasema siku moja mimi nitakuja kuanza kupeleka watu mbugani. Nimeshaenda kama mara 2 3 hivi, nimependa. Nafikiri ni biashara nzuri, ningependa na mimi kupeleka watu. Uko nyumbani kwako unaangalia TV. Kuna watu wa umri wako sasa hivi wanaangalia TV. Watu hata TV hatujui inafananaje sasa hivi. Hata inawashaje na zimaji. Wewe uko chumbani kwako unaangalia TV au magetoni, alafu unasema mimi siku moja nitakuwa napeleka watu mbugani. Toka magetoni, toka nyumbani kwako, toka sehemu ulipo. Anza kufanyia kazi. Then Mungu atakufungulia milango na mipaka kama utachukua tendo la imani. Biblia inasema hivi, imani bila matendo imekufa. Unaanza kuwa na imani moyoni, alafu unaanza kufanya matendo. Mungu ataithibitisha imani yako kwa kuhakikisha anakupa opportunities kulingana na hatua unazozifanya. Kwa mfano, unataka kuanza kufanya operations za makampuni na nini. Kitu cha kwanza ni bora kutokufahamu hilo jambo unataka kulifanya kuliko kutokutaka kujifunza na kuanza kuchukua hatua. Hatua ya kwanza ni kwa mfano unataka kufanya masuala ya tourism, ama unataka kufanya masuala ya real estate, ama unataka kufanya masuala ya transportation. Kwenye hii video hapo chini kuna namba ya simu kwenye caption. Piga hiyo namba. Timu yangu itakupokea. Tutabook appointment. Nitakaa chini. Nitakufundisha namna gani ya kuweza kupata kampuni yako. Biashara yako inasimamaje. Piga simu kwenye hiyo namba, ama comment neno usajili. Comment neno usajili, tutakufikia, tutakuelekeza hatua kwa hatua nini kinafanyika, hatua kwa hatua na everything. Then utaanza kukamilisha usajili wa kampuni yako ama biashara yako, unaanza kuingia sokoni. Mungu atakufungulia milango baada ya kuwa unaibisha milango. Anasema tafuteni nanyi mtapata, ombeni nanyi mtapewa, bisheni nanyi mtafunguliwa. Sio the other way around, kwamba niendeleeni kuishi Mungu atatokea. Mungu atokee. Fanya hivi, piga hiyo namba iliyopo kwenye caption, ama comment neno usajili, ama kama uko nje ya nchi, hiyo namba iliyopo kwenye caption ni ya WhatsApp. Nipigie kwa WhatsApp au nitumie ujumbe kwa WhatsApp, then tuanze. Acha kusubiri Mungu akubariki wakati wewe mwenyewe uonyeshi kama unataka baraka.